Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipatia nafasi. Napenda kuanza kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri wa Fedha, Mheshimiwa Balozi Hamisi Omar, pamoja na Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, Mheshimiwa Profesa Kitila kwa hotuba nzuri walioiandaa wao pamoja na management katika wizara zao. Hotuba ambazo kwa kweli ni ya kwanza katika utekelezaji wa dira yetu ya taifa ya maendeleo mwaka 2050, lakini vile vile mpango wetu wa 4 wa maendeleo wa miaka mitano. Na kwa mara ya kwanza unaona kabisa namna ambavyo kichwa cha bajeti yetu chenyewe namna ambavyo kimeweka msisitizo na msukumo katika swala zima la mageuzi ya kidijitali. Na mimi nipende tu kusema kwamba hii si kwa bahati mbaya hata kidogo, ni uthibitisho wa dhahiri kwa namna ambavyo masuala ya tehama yamehama kutoka jukumu la kuwa saidizi, lakini vile vile kuona sasa namna gani inachukua nafasi yake ya kuwa injini kuu ya kutekeleza malengo ya kifedha mbalimbali kwa ajili ya taifa letu. Nipende kujielekeza katika kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa na nzuri aliyoifanya na kutuletea mwongozo mbalimbali na maendeleo katika taifa letu. Kwa upande wangu nipende pia kushukuru kwa miradi mbalimbali ya kimaendeleo katika jimbo la Kibamba, na naamini yamefanyika mengi pia katika maendeleo mengine katika nchi yetu, lakini pia kwa namna ambavyo wameweka msukumo kuhakikisha kwamba kama taifa tunajitegemea, na unaona kwa namna gani bajeti hii imeweka mkazo kuhakikisha kwamba 74% tunaweza kujitegemea, na naamini safari ni hatua na tutaweza taratibu kuweza kufikia kujitegemea kwa 100%. Hongera sana Mheshimiwa Rais pamoja na timu ya Wizara ya Fedha na Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji. Niombe sasa nijielekeze katika kuangalia maeneo mahsusi ambayo nayaona yanaendana dhahiri na masuala mazima ya mageuzi ya kidijitali na masuala ya tehama. Ukiangalia katika swala zima la ujenzi wa mfumo wa kidijitali wa mapato, tunaona ni kwa namna gani inaweka msukumo kuwa na mfumo wa kidijitali wa ukusanyaji na ufuatiliaji wa kodi katika swala zima kuanzia malipo ya lazima ya kidijitali, lakini matumizi ya lazima ya mashine za EFD, lakini mfumo wetu wa jamii namba pamoja na mifumo mingine ya kikodi itakayotumia akili unde pamoja na big data, lakini pia teknolojia ya blockchain. Kwa hakika haya ni mageuzi makubwa katika mfumo wetu wa kifedha kwa miaka hivi karibuni. Hongereni sana Wizara ya Fedha. Tunaamini mageuzi haya yataweza kupanua wigo wa kodi, lakini vile vile kurasimisha sehemu kubwa ya sekta isiyo rasmi kupitia miamala ambayo itakuwa inaweza kufuatilika. Mheshimiwa Naibu Spika, eneo la pili, kupitia ajenda ya kiuchumi usiotumia fedha taslimu, kupitia matumizi ya TanQR pamoja na lipa namba kuwa sharti la lazima la kupata na kuisha leseni ya biashara ni jambo la kupigiwa mfano na kuwekewa msisitizo, lakini vile vile swala zima la kuondoa vocha za kuscratch katika maeneo ya mijini, lakini pia swala zima la hitaji la kuwasilisha uthibitisho wa malipo ya kidijitali wakati mali ikiwemo ardhi na magari zinapohamishwa ni swala ambalo litaweza kutuletea mageuzi makubwa na kutuongezea mapato kama taifa. Kwa hakika hili litaendelea kuongeza uwazi, lakini pia litaziba mianya na upotevu wa mapato kama taifa. Lakini eneo la tatu, unaona ni kwa namna gani kupitia bajeti hii namna ambavyo serikali yetu imejidhatiti katika kutekeleza mapendekezo ya Tume ya Rais ya kutathmini maboresho ya kodi, ikiwemo matumizi ya AI, big data kama nilivyosema, na teknolojia ya blockchain, lakini pia muunganisho wa mifumo yetu ikiwemo ule mfumo wa Tausi wa Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI pamoja na mfumo wa TRA wa IDRAS, na yenyewe pia unaona itasaidia sana kuondoa hitaji la kuwasilisha hati za ukamilishaji wa kodi kwa mkono na kutengeneza programu tumizi za bure ya kidijitali ili kuwawezesha wafanyabiashara kuweza kutoa risiti. Yote haya tunaona ni namna gani yataweza kupunguza urasimu na mwingiliano wa moja kwa moja na TRA. Mheshimiwa Naibu Spika, eneo la tano ambao ningependa nijikite nalo ni upande wa vivutio vya kikodi. Tunashukuru sana haswa katika miundombinu ya mawasiliano. Nipongeze sana msamaha ambao utatolewa kwa upande wa ushuru wa forodha katika malighafi ya nyaya za optical fiber pamoja na nyaya zingine za umeme. Hatua hii itapunguza sana gharama za uzalishaji wa ndani na itasaidia sana katika kuvutia uwekezaji na kuimarisha mtandao wetu wa mawasiliano ambao kwa hakika huu ndio msingi mkubwa wa uchumi wa kidijitali. Eneo la sita, Mheshimiwa Naibu Spika, tehama kama kiunganishi cha sekta zote tunaona ndio mfano ambao unaweka mkazo mkubwa katika mfumo wa kidijitali na matumizi yake. Ukiangalia katika sekta zingine, katika sekta ya elimu unaona ni namna gani katika swala zima la kujifunza na kufundishia litakavyoendelea kuwekewa mkazo, lakini katika swala zima la matibabu kimtandao au telemedicine, lakini vile vile kwa namna ya kuweza kutunza rekodi
za kidijitali kwa ajili ya matibabu ni swala ambalo litawekewa pia mkazo. Lakini mfumo wa mineral sector management information system katika sekta ya madini. Kwa upande wa kilimo unaona usajili na ufuatiliaji wa wakulima. Lakini pia niwahakikishie wizara yetu ya mawasiliano na teknolojia ya habari, kwa upande wetu kama jukumu kubwa tulilonalo la kuhakikisha miundombinu inakuwa rafiki na salama, usalama wa mitandao mingine, lakini pia kuendelea kuimarisha uwezo wetu wa kidijitali, tutaendelea kuwezesha sekta zote, na tunaendelea kuthibitisha kwamba sekta ya mawasiliano na habari imekuwa kwa takriban 8.8% kwa mwaka 2025, ikiwa ni miongoni mwa sekta ambazo zinaendelea kukua kwa kasi zaidi, na hii ni ishara ya wazi kwamba unapowekeza katika TEHAMA basi uwekezaji huu unalipa. Mheshimiwa Naibu Spika, kama wizara tunaahidi kusimamia utekelezaji utakaokuwa na tija, na tutaendelea kuweka mifumo itakayokuwa tayari ya miundombinu, kwani tunaamini mafanikio ya bajeti hii yatategemea sana ubora wa utekelezaji, na sisi kama wizara tupo tayari kutekeleza wajibu wetu. Tutaendelea kuimarisha mifumo ya TEHAMA na kuendelea kuratibu usimamizi wa utekelezaji wa mkakati wa kitaifa wa uchumi wetu wa kidijitali wa miaka 10. Tutaendelea kukamilisha uunganishaji wa mifumo takriban 110 ya TEHAMA ili kurahisisha kuweza kutoa huduma kwa wananchi wetu. Tutaendelea kuhakikisha TEHAMA inasaidia sekta mbalimbali katika kukusanya makusanyo yetu na mapato. Tutasimamia kwa kukamilisha ujenzi wa mkongo wa taifa, ambapo tutamalizia ujenzi wa kilomita 186 kuunganisha mkongo wetu wa taifa wa mawasiliano kupitia Tanzania na Kongo DRC. Lakini vile vile tutakamilisha kuunganisha mkongo katika wilaya 17 ili halmashauri zetu pia ziweze kupata nafasi ya kukusanya mapato kidijitali katika halmashauri ambazo bado hazijafikiwa na mkongo wa taifa. Lakini pia nipende kusema tumekamilisha mfumo wa malipo wa kidijitali uitwao Jamii Pay. Wengi walikuwa wakizungumzia wakitolea mifano ya WeChat, na sisi pia muda si mrefu tunazindua mfumo wa kitanzania kama ulivyo wa WeChat ambao umeboreshwa utakaojulikana kama Jamii Pay, ambao utasaidia sana kuweza kufanya malipo kidijitali. Lakini vile vile tumeanza majadiliano na Benki Kuu, lakini vile vile na taasisi nyingine ndani na nje ya nchi ili kuhakikisha kwamba tunaunganisha mfumo mkuu wa ubadilishanaji wa taarifa za malipo kidijitali wa TIPS ili kuhakikisha kwamba wageni wakiwemo watalii na wakazi wetu wa ndani wanaweza kurahisisha malipo, lakini pia kurahisisha upokeaji wa fedha mbalimbali. Lakini pia kama taifa tunaendelea kukamilisha mkakati wa matumizi ya akili unde, na kwa sasa tunakamilisha mkakati pia wa kitaifa wa utafiti pamoja na ubunifu. Nipende tu kusema kwamba na sisi hatutabaki nyuma katika mapinduzi ya matumizi ya akili unde kama ambavyo wenzetu duniani wanapiga hatua. Tutahakikisha tunaendelea kujenga ushindani katika uchumi wa kidijitali, lakini pia tutazingatia kwamba lugha yetu ya Kiswahili inaendelea kupata hadhi na matumizi makubwa ya kidijitali, na ambapo tumeshaanza kujenga mfumo wa kitaifa wa modeli kubwa ya lugha ya Kiswahili tunautambua kama National Kiswahili Large Language Model au LLM, na mfumo huu tunaamini utatusaidia sana haswa katika maendeleo ya teknolojia ya akili unde zinazotumia Kiswahili kwa ufasaha, kwa usahihi, lakini pia kwa kuendana na mazingira ya Tanzania. Tunaamini uwekezaji huu katika National LLM yetu ya Kiswahili kwa Tanzania utachochea sana ukuaji wa uchumi wa kidijitali, lakini pia utasaidia kuimarisha ubunifu wa bidhaa za huduma za TEHAMA, itatusaidia kupunguza utegemezi katika sekta ya teknolojia, lakini pia itasaidia sana katika uanzishwaji wa kampuni changa haswa zinazojikita katika masuala ya TEHAMA ambazo zinatengeneza solutions mbalimbali za kidijitali kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Aidha vile vile tunaandaa mfumo wa akili unde wa Jamii AI ambao utaongeza sana ushirikishwaji wa wananchi katika matumizi ya teknolojia, na tunaamini pia nao utakuwa msaada mkubwa katika kuondoa vikwazo vya lugha, kuwawezesha wananchi wengi zaidi kushiriki kikamilifu katika uchumi wa kidijitali, hatua ambayo tunaamini itasaidia sana katika kuhifadhi, itasaidia sana kukuza, lakini vile vile kueneza lugha ya Kiswahili haswa kwa kutumia teknolojia ya kisasa, na kuendelea kujenga uwezo wa taifa katika usimamizi wa data, katika uhuru wa kidijitali au digital sovereignty, lakini pia maendeleo ya akili unde kuzingatia mahitaji na tamaduni za Kitanzania. Mwisho, Mheshimiwa Naibu Spika, nimesikiliza katika mchango wa Mheshimiwa Zainab Issa aliongelea masuala mazima ya upatikanaji wa minara. Nipende tu kusema kwamba
Tangu tulipoanzisha UCSAF tumeendelea kujenga minara mbalimbali na kwa sasa tunakamilisha ujenzi wa minara takriban 287 inayogharimu takriban shilingi bilioni 29, na muda si mrefu tunaanza awamu ya 11 ya ujenzi wa minara ili kuhakikisha kwamba tunapeleka mawasiliano katika maeneo ya mipakani, katika maeneo yanayohudumiwa na SGR, maeneo ya hifadhi zetu za taifa, ili kuhakikisha kwamba wananchi wanaweza kupata huduma nzuri na za uhakika na za bei nafuu katika maeneo hayo. Lakini vile vile tumeshakamilisha kuboresha, kuongeza usikivu na kuiongezea nguvu minara takriban 304, na yenyewe pia tutahakikisha tunaendelea na uboreshaji huu ili kuongeza uwezo kutoka teknolojia ya 2G kwenda 3G, 4G na 5G, na tunaamini jitihada hizi tutaziendeleza sambamba na kujenga minara mingine itakayofanywa ujenzi wake na sekta binafsi katika maeneo mengine ambayo bado hayana mawasiliano nchini. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi, na nipende kusema kwamba naunga mkono hoja hii kwa 100%. Nakushukuru. Asante sana.